Hello ladies, hello gentlemen. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu hichi kifupi cha mahusiano na maisha ya ndoa. Ni mimi yule tuliopoteza na mtangazaji wako kwa majina ni King Hippopotamus TZ. Na hii ni KQ Relationship. Karibu sana ujifunze na uburudike. Niokoe muda nipende kutambulisha mada yetu ya leo ambayo tutakuwa nayo katika kipindi chetu hiki kifupi cha mahusiano na maisha ya ndoa. Na mada ya leo inahusisha watu ambao hawajaingia kwenye mahusiano, namaanisha waliopo single. Na pia itawahusu nyie ambao mpo kwenye mahusiano, kwani huyu uliyekuwa naye kuna siku utaachana naye, hivyo na wewe ningeomba unisikilize kwa makini sana. Na mada ya leo inasema kuwa ingia kwenye mahusiano na mtu ambaye yeye anakupenda na wewe unampenda. Yaani ingia kwenye mahusiano na mwanamke au mwanaume ambaye wewe unampenda na yeye anakupenda. Na mimi kama mtangazaji wako Mr. King Hippopotamus TZ, ningependa sana kuwasihi na kuwashauri watu ambao mnaingia kwenye mahusiano kuchagua watu ambao wanawapenda na nyinyi mnawapenda. Yaani namaanisha kuwa unapotaka kuingia kwenye mahusiano, hakikisha mtu ambaye unamtamkia kuwa nakupenda na yeye pia anakupenda. Yaani namaanisha hakikisha mtamkia kuwa nakupenda na yeye akwambie nakupenda pia. Na si aanze kukusumbua, mimi sikutaki, mara akusukume. Bro, sister, ukishamwambia mtu hisia zako na akakuonyesha reaction za kutokukupenda, achana naye. Kwa nini nimekwambia uachane naye? Moyo wa mtu unapenda pale mara moja unapotamka neno kuwa nakupenda. Reaction zake atazionyesha, ndizo zitakupa majibu sahihi kuwa mtu ambaye umemtamkia kuwa unampenda na yeye anakupenda au hakupendi. Hivyo kuwa makini sana. Tahadhari usiingie kwenye mahusiano na mwanamke au mwanaume ambaye hakupendi. Ujue, labda niwaambie tu kitu ambacho hamkijui. Sisi ambao tunakuwa tunatafuta wenza, mara nyingi huwa tunakuwa tuna matamanio ya kuingia kwenye mahusiano na watu ambao tunawatazama either face to face au kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo basi, hakikisha unapomtazama mtu ambaye unatamani kuingia naye kwenye mahusiano, unamtengeneza ili akupende. Yaani namaanisha kuwa kabla hujamtamkia mwanamke au mwanaume kuwa unampenda, hakikisha yeye ndo anaanza kukupenda. Umenielewa au niwafafanulie? Ngoja nifafanue nilichokimaanisha. Yaani nimemaanisha hivi, kuna ile hali ya kumtamani mwanamke au mwanaume. Unajua maana kutamani? Yaani unakuwa unajenga feelings za kutamani kuingia kwenye mahusiano na yule mwanamke ambaye unamwangalia mbele yako au yule mwanaume ambaye umemtamani. Wadada nyie, yaani wadada nyie mna tamaa, na nyie wakaka kutamani. Naomba umtamani mwanamke ambaye anakupenda na wewe unampenda. Nawasihi sana, jitahidini sana kuzuia hisia kumpenda mtu ambaye hakupendi. Yaani utakuta mtu anamfuata mwanamke au mwanaume, anamweleza hisia zake kuwa anampenda,
yule mwanamke au mwanaume anamsukuma na kuonyesha ishara za kuwa ampendi kabisa. Na hata kama ataingia kwenye mahusiano na wewe, basi ni mtu ambaye atakuwa ameingia kwenye mahusiano hakupendi, yaani moyo wake ule unaulazimisha ukupende, lakini yeye hakupendi. Hiyo ni ishara mbaya sana na usijaribu. Na kushauri hivi, hata kama mwanamke au mwanaume unampenda kwa dhati, yaani unampenda, umekufa umeoza, jitahidi sana kuhakikisha kuwa kama hisia zake hazikupendi, ni bora umove on. Yaani ujitahidi umove on, usilazimishe kumpenda, kwa sababu mwanamke huyo au mwanaume huyo hayupo tayari kihisia kuwa na wewe, hivyo atakutesa au utajitesa mwenyewe kwa kulazimisha penzi kwa mtu ambaye hakupendi. Hivyo tafuta ambaye unampenda na yeye anakupenda. Nimefika kwenye kipengele cha mifano, na mfano napendaga kujitolea mimi mwenyewe. Mimi kama mimi mtangazaji wako Kingi Hypopotamus TV. Sasa mimi mtangazaji wako nipo hivi, nikiwa nimempenda mwanamke au mwanaume. Aya, mbona mpaka nimechapia. Nikiwa nimempenda mwanamke, huwa naanza kwanza kumjenga ili yeye anipende, na mimi kisha nitie voko kangu kuwa nampenda. Hivyo basi, nitahakikisha huyo mwanamke ananipenda mimi kwa dhati. Na hili anipende, ujue mahusiano yapo hivi, huwezi kumtamkia mwanamke au mwanaume mapema au ghafla kama chafya eti nakupenda. Hakikisha kwanza mnazoeana, yaani wewe umzoee na yeye akuzoee. Kisha mwanze kuweka ukaribu, na then mwanze kujengana kihisia kwa kutengeneza karoho fulani ka upendo. Kisha ndo mwanze kutongozana. Namaanisha kwamba kabla hamjaanza kujenga hako ka utamaduni ka urafiki, namaanisha kuwa mlikuwa hampendani kihisia. Hivyo basi, mnavyokuwa mnajenga mazoea na ka urafiki kanasababisha nyie mwanze kujenga hali ya kupendana au kujengana kihisia na kuingia kwenye matamanio ya kuingia kwenye mahusiano. Hivyo nyinyi mkiingia kwenye mahusiano mnakuwa ni watu ambayo mmependana kwa dhati, na si yale mahusiano ya kukutana na mtu unaanza kumbembeleza akupende wakati yeye hakupendi. Bro, sister, acha hiyo tabia, itakutesa, we nitumbulie macho tu. Sasa kama hujanielewa, wewe usinielewe, ila natia msisitizo, maana ndo namaliza kipindi. Mpende mwanamke au mwanaume anayekupenda. Usilazimishe mtu ambaye hakupendi. Yaani mtu ukishaona kakwambia sikupendi, achana naye siku hiyo hiyo. Tafuta mwingine, hata kama ulikuwa unampenda kwa dhati. Tafuta mwingine ambaye wewe utampenda na yeye atakupenda. Ni hivyo tu, nimemaliza. Ningeomba kama unatazama kupitia YouTube, usubscribe, bonyeza kwa kadude kameandikwa subscribe channel. Usubscribe channel, then uwe wa kwanza kupata burudani hii. Na kama unanitazama kupitia Facebook, TikTok na Instagram, ningeomba ubonyeze kwa kadude ka kufollow. Acha roho mbaya, we mchawi nini? Natumai mmenielewa, na nipende kuwakaribisha tena kwenye kipindi chetu kijacho cha mahusiano na maisha ya ndoa. Hii ni KQ Relationship. Tukutane tena kipindi kijacho. Asanteni kwa kunitizama na kunisikiliza. Goodbye.